zake sifa zako. Keseko rebosaya. Remata rebosika makoreba. Mioyo yetu itafakari matendo yako makuu. Rana masekara makota bashia. Rapo sekere batorebo. Rama toreba shina batoriabo. Namna unavyojali ubaji wako. Rase kapoko sakarabotaya. Hata simizi walisha walasa. Ni nani kama wewe Bwana? Rama tarabasaka. Repoko sakarabatorebo. Umeweka upepo kukusifu. Unavuma unakotaka. Rete rebo sokotaka namano. Rapoko sekereba koreba. Yete kerebo sekepa karaba. Mawimbi ya bahari yatangaza sifa zako. Wingu linatembea inaeleza sifa zako. Pumzi yetu Bwana inapeleleza ndani yetu. Tunasema asante Bwana. Pokea sifa Yesu. Pokea heshima Baba. Pokea utukufu Mfalme. Ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe? Mioyo yetu inakuabudu Bwana mchana wa leo. Mioyo yetu inakutukuza Bwana. Mioyo yetu inakutukuza Bwana. Mioyo yetu inakutukuza Bwana. Mioyo yetu inakutukuza Bwana. Maana umesema waabudu halisi imewafaa waabudu katika roho na kweli. Ndiposa tumeleta mioyo. Tumeleta mioyo. Tumeleta mioyo. Tumeleta mioyo. Yesu pokea sifa. Rasoko reba taraba shaka. Rosoko robo torobo shakaba. Yeko robo sekaraba. Erisa karaba kuriaba. Hatuna cha kujivunia Bwana. Hatuna cha kujivunia Bwana. Ila wema wako. Ila fadhili zako. Ila matendo yako makuu. Ni ajabu Yesu. Arene masakaraba kosabau. Rina sakaraba kore mashandaraba. Yere makaraba sandaraba kore basia. Rika sakaraba kore bataya makureba. Rika sakaraba talaba yandosiba. Rika talaba sekete tebo kore basana. Rika talaba kandaraba koseketa baka. Rita kalaba sekeke pokalaba sana. Rika laba sekere batalaba kore basiaba. Bwana unaketi katikati ya sifa. Ndio maana Paulo na Sila wakiwa gerezani wakikusifu ulishuka na vifungo vikakatika na minyororo ikachia na milango ikafunguka. Rabo soko shika patana mashandaraba. Yena mosi yena mashika labo. Rekese kapayana. Ayere bosiana. Yena bane mosi kamashina mataya. Zama kwenye kilindi cha moyo wako. Funika macho yako, zama kwenye kilindi cha moyo wako. Wakati vyombo kwa sauti ya chini sana. Nataka kila mtu azame kwa tafakari yake mbele za Bwana. Kwa namna matendo yake makuu yalivyo ya ajabu kwenye maisha yetu. Keresa kalabatana masiama. Umetumba kwa namna ya ajabu na kushangaza. Sisi ni kazi ya mikono yako. Umeturuhusu kwa kwenye uso wa nchi tukuabudu. Pokea sifa Baba yetu wa mbinguni. Pokea heshima Baba yetu wa mbinguni. Ya karesa kata basida bakana.
Ye kasira batana mayando rabasi. Hatuna cha kujivunia Bwana ila neema yako, ila upendo wako, maana ulitupenda tungali wenye dhambi. Kwa damu yako ukatununua, kwa damu yako ukatusamehe, kwa damu yako ukatutakasa, kwa damu yako ukatupa neema ya kuitwa wana. Na ndivyo tulivyo Bwana. Pokea sifa Baba yetu wa mbinguni. Pokea sifa Mfalme wa wafalme. Pokea heshima Baba yetu wa Mfalme wa wafalme. Pokea utukufu Yesu. Pokea heshima zote. Pokea adhama. Mamlaka na enzi ni yako. Hallelujah, hallelujah. Majira haya tena Bwana, tunajidhabihu mbele za uso wako, tunapokwenda kulisikia neno lako na kuomba Bwana utupe neema. Nisaidie mtumwa wako Bwana, naposimama mbele ya watu wako wenye shida na matatizo mbalimbali, wamekuja kwako Baba yao wa mbinguni. Nikafanyike kama chombo kuganga moyo wa mtu uliovunjika, nikafanyike kama chombo kuonya na kukemea yasiyofaa, nikafanyike kama chombo Bwana kufundisha na kulitakasa jina lako katikati ya kusanyiko. Utukufu na heshima ni vyako. Sitagusa sehemu ya utukufu wako, bali Bwana ukaseme na watu hawa wenye akili zao, wenye elimu zao, waliosikia mara nyingi, lakini na leo ulikusudia wasikie tena. Naomba Bwana kanifanye kwa upya, nikanene nao katika kichwa chako, kwa utukufu wa jina lako Yesu. Pigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele kwa Bwana. Amen. 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 Mungu awabariki sana wana wa Asaf. Mungu awabariki sana sana sana, na wakumbuke katika maisha yenu kwa namna ambavyo mmemtumikia. Mungu awabariki sana. Nasema Mungu awabariki sana. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Yesu asifiwe. Mbona mme jamani? Namshukuru Mungu sana kwa nafasi ya upendeleo na kibali chake kuwepo kwenye ibada hii siku ya leo. Ni upendeleo jamani wa pekee sana. Sio kwa sababu tulistahili sana, sio kwa sababu kuna kitu tulifanya mbele za Bwana. Ukisikiliza huko nafikiri na unapata picha kwamba tumebahatika na tumependelewa sana kuwepo hapa. Jamani, haleluya. Mungu ametupendelea mno. Kwa hiyo tunapoingia mbele za Bwana tusifikiri ni jambo la kawaida. Tusifikiri ni jambo la mazoea, kwa sababu kuna watu walitamani wiki tu iliyopita, wiki mbili zilizopita walikuwa kama sisi, lakini leo hawapo. Leo hawaabudu. Leo hawana uwezo wa kutusikia na kusanyika kama tulivyo. Sisi Mungu ametupa neema na kibali. Tunaposimama tunamwambia unastahili sifa, heshima na utukufu. Jamani, amina. Jambo la kwanza kabla sijaleta ujumbe wa neno la Bwana, namshukuru Mungu sana. Ibada ya kwanza nilimshukuru Mungu kwa sadaka, lakini ibada ya pili, kwa sababu ni ibada nyingine, naomba nimshukuru Mungu kwa maneno mbele yenu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu sana tangu mwaka 2020 mwezi wa 11 kama sijakosea. Nilianza kusoma degree yangu ya pili ya theolojia. Na nilikuwa na safari ngumu sana, ngumu mno. Kusoma ukiwa nyumbani ni kazi kubwa sana, hasa ukizingatia na huduma nayo, huku kasfeta, huku siezi, huku kanisa, huku mkutano, huku yani utulii. Lakini namshukuru Mungu sana, ameniwezesha na amenisaidia, nimemaliza salama na nimehitimu
Nimepewa cheti changu juzi Ijumaa. Ni neema ya ajabu sana. Nimesema ibada ya asubuhi kwamba kwenye mawazo yangu tangu nazaliwa, tangu nasoma, sikuwahi kuwaza kuwa mchungaji. Sikuwahi. Na hata wakati nasoma, sikuwahi kuwaza kama kuna siku moja nitakuwa mchungaji. Lakini kwa neema ya Bwana na kwa namna Mungu alivyopenda na alivyokusudia, kwa sababu hatuishi kwa mapenzi yetu wenyewe, tunaishi kwa mapenzi ya aliyetuumba, imebidi iwe hivyo. Ilinichukua muda mrefu kutafakari, mchungaji wangu anafahamu, na kufanya maamuzi magumu niliyoyafanya. Lakini katika yote yeye atabaki kuwa Mungu. Nifika mahali wakati fulani nikawa nawaza, kwa nini nilisoma kwa kiwango hicho? Yani niwe nasoma alafu hii elimu ninayosoma sitaitumia. Ndio maswali mengi ambayo nilikuwa nayo. Na kwa nini Mungu hakuniambia siku hizo ili mengine ambayo nilikuwa nayafanya kwa mipango yangu nisiyafanye? Lakini bado Mungu atabaki kuwa Mungu. Lakini pia nimshukuru sana mchungaji kwa kunikubali, kunilea. Sikuwahi kuwaza kwamba nakuja Tanga kwa mchungaji. Na by the way sikuokokea hapa, sikuwa mshirika wa hapa. Mimi nilikuja tu hapa kuabudu. Lakini yaliyonikuta hata sielewi, nimejikuta niko hapa na kuhubiria. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa mchungaji, Mungu akubariki kwa kuitikia wito na kukubali sauti ya Mungu, kunilea na nimefikia mahali hapa. Nimesema asubuhi, mimi ni tofauti na wenzangu wote walienda chuoni. Walikuwa wanaenda chuo, wanakaa huko, wanarudi likizo. Mimi chuo changu kilikuwa Chumbageni. Na mwalimu wangu alikuwa wachungaji ninaoona na vitabu ninavyosoma. Na sasa nasimama nikiwa mbele yako, na Mungu amenipa neema hiyo na nimemaliza shule. Mungu awabariki sana. Mchungaji pamoja na mchungaji Tito na wachungaji wasaidizi wote na wazee wa kanisa na kila mshirika mmoja mmoja ambao tumeshirikiana pamoja, tumeombeana, tumetiana moyo na hatimaye niko hapa. Bado mwenzenu sijajua what next. Mungu anajua. Lakini niseme tu Mungu awabariki vijana kwa kuwa mlikubali wito wa kuambatana na mimi kwenda Kibaha, lakini Mungu akaamua vinginevyo. Ninashukuru sana kwa mioyo yenu hata kama hatukuambatana pamoja. Lakini moyo wangu ulijisikia vizuri. Nikiwa pale nilikuwa peke yangu, lakini bado nilikuwa nakumbuka mioyo na Chumbageni waliokuwa wamejiandaa kuambatana pamoja na mimi. Mungu awabariki sana. Baada ya maneno hayo, nikulete sasa kwenye ujumbe wa neno la Bwana. Kwa dakika chache sana nitazungumza na wewe maneno haya. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wake wa kwanza mpaka wa 10. Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Naomba tusome kwa pamoja pale. Anasema hivi: sina budi kujisifu ijapokuwa haipendezi, lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Mstari wa pili: namjua mtu mmoja katika Kristo, yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Mstari wa 3: nami namjua mtu huyo, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika, ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Kwa habari ya mtu huyo, kama huyo nitajisifu, lakini kwa ajili ya nafsi yangu sitajisifu, ijapokuwa katika habari ya udhaifu wangu. Isipokuwa katika habari ya udhaifu wangu. Yes, mstari wa 6: maana kama ningetaka kujisifu, isingekuwa mpumbavu, kwa sababu nitasema kweli. Lakini najizuia, ili mtu asinihesabie zaidi ya hayo ayaonayo kwangu au kuyasikia kwangu. Mstari wa 7: na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo haya nalipewa mwiba katika mwili wangu, mjumbe wa Shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha,
Maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu wangu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Mstari wa mwisho. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufedhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Bwana na alibariki neno lake. Na ujumbe wangu unasema mapenzi ya Mungu katikati ya mapito. Mapenzi ya Mungu katikati ya mapito. Na naomba tuelewane hapa kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke akaishi kwenye uso wa nchi, awe ameokoka au hajaokoka, kuna mapito ambayo Mungu ameyaruhusu kwenye maisha yake, lazima apite. Bwana Yesu asifiwe. Kila mwanadamu ambaye Mungu amemuumba amemwandalia mapito ambayo ni lazima huyo mtu ayapitie, awe anataka awe hataki. Na bahati nzuri hayaombagi, yanakuja tu yenyewe, unashangaa yanafika. Lakini kila mtu aliyoko duniani lazima kuna mahali apite, lazima kuna kipindi apite. Kama ungepata nafasi ya kumuuliza kila mtu unayemuona, angekuambia kuna mahali niliwahi kupita, sitamani hiyo siku irudi. Awe ameokoka au hajaokoka, kuna siku, kuna kipindi kwenye maisha yake ambacho hata kasahau. Amepita pale, kipindi kigumu, kipindi cha maumivu, kipindi cha mateso ambacho lazima kila mtu apite. Na kwa sababu hiyo anapopita, kuna jambo ambalo Mungu ameliruhusu ambalo ni jema lizaliwe maisha yako, uyaone hilo jambo, ulione, lakini haliji kirahisi. Linakuja katika namna fulani ambayo sio rahisi sana kuelewa. Jamani, Yesu atusaidie. Yaani hata mama akitaka kupakata mtoto lazima aingie leba apate uchungu wa kutosha. Ungemuuliza wakati uchungu unampata, angesema baada ya huyu mtoto sipati mwingine tena. Lakini mtoto akizaliwa, mama anarudi nyumbani akiwa na furaha na ule uchungu wote amesahau. Ndivyo yalivyo makusudi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanapokuja kwenye maisha yako, aidha unataka au hutaki, lazima upite. Na unapopita, maumivu yanakuwepo, lakini asubuhi njema ya baraka inakaribia. Jamani, haleluya. Sasa cha ajabu, hizi nyakati hakuna mwanadamu anayetamani zimfikie. Hizi nyakati za mateso, hizi nyakati za mapito, hizi nyakati za maumivu, hakuna mtu anayetamani kupita hapo. Hakuna. Lakini kwa sababu Mungu ameandaa, kuna kusudi lake, hatuna namna, lazima tupite hapo. Jamani, Yesu atusaidie. Sasa kitabu hiki cha Wakorinto, wazo kuu au message kuu, ujumbe mkubwa ulioko kwenye kitabu hiki cha Wakorinto wa pili, kilikuwa kinadhihirisha utukufu wa Mungu unaotokana na mateso ambayo mtu anapitia. Lengo kubwa, ujumbe mkubwa, unaonyesha utukufu wa Mungu ambao umefichwa kwenye mateso, kwenye mapito ya mtu wa Mungu. Na sura ya 12 tuliyoisoma, Paulo alionekana kama duni kwa Wayahudi. Paulo alionekana kama dhaifu kwa Wayahudi, hasa pale alipoiacha Torati na kuamua kumshika Yesu. Sasa tunaona hii sura ya 12 namna ambavyo Paulo anajieleza. Anawaonyesha kwamba alichukuliwa na Mungu mpaka mbingu ya 7. Hapo anawaambia msiniulize maswali kwamba nilikuwa kwenye mwili au sikuwa kwenye mwili. Mimi sijui, lakini Bwana ajua. Anasema alienda mpaka mbingu ya 3. Akafika kule akasikia lugha inatamkwa ambayo kwa kweli haimpasi mwanadamu yoyote kutamka hiyo lugha. Aliporudi, jambo lile lingekuwa jambo la kujisifia sana, jambo la furaha sana, jambo la kujiinua sana. Maana mitume wote waliotembea na Yesu, hakuna aliyechukuliwa mpaka mbinguni akasikia lugha za malaika.
Na ndio maana tunaona baadaye Paulo anafundisha, anaeleza kuna lugha za malaika, kuna lugha za wanadamu. Kumbe tukifika mbinguni baada ya kunyakuliwa, tutasahau Kisambaa, tutasahau Kimbugu, tutasahau Kipare, tutasahau Kinyakyusa, na lugha zote kule tutapewa lugha nyingine mpya za kule mbinguni tutakapomsifu Bwana Yesu. Jamani, haleluya. Sasa Paulo alipokuja, ujumbe huu unaona anaanza kwa kujionyesha kwamba amefika mpaka mbingu ya 7. Lengo lake alikuwa anawaonyesha Wayahudi kwamba yeye sio duni kwa kiwango hicho. Na kwa sababu hiyo sasa, licha ya kwamba Paulo alitumiwa na Mungu kwa kiwango hicho, mpaka mbinguni amechukuliwa akaenda, Paulo alikuwa na mwiba kwenye mwili wake. Maandiko yanasema alikuwa na mwiba, mjumbe wa shetani, mstari ule wa 7 na 8. Anasema kwa sababu ya jambo hilo Paulo akaamua kuingia kwenye maombi, anamsihi Mungu ili auondoe mwiba. Sasa swali langu, huo mwiba ni kitu gani? Jamani, Yesu atusaidie sana. Hivi unafikiri huu ulikuwa mwiba? Au ni figurative language, lugha ya picha? Hii ilikuwa ni lugha ya picha inayowakilisha jambo fulani. Na hapa kuna nadharia. Tukisema nadharia ni kitu ambacho hakijathibitishwa moja kwa moja. Kwenye sayansi kuna law na theory. Law ni kitu ambacho kimeshafanywa utafiti, kimekubalika kwamba hiki kanuni yake ni hii. Mojawapo ya sheria, law of flotation, ukitembea juu ya maji utazama. Yaani hiyo haihitaji kanuni, wewe nenda tu kanyage kwenye maji unazama. Hiyo ni kanuni. Ila theory ni nadharia, ni kitu ambacho ni cha kufikirika. Watu wanajaribu kufikiria kama mtizamo wake ni huu, hakijawa na majibu hasa. Sasa wanatheolojia na wachambuzi wa maandiko wamegawanyika kimawazo. Japo nitakupa conclusion pale mwishoni, wengi wao wanakubali kwamba huu mwiba ni kitu gani. Sasa kundi la kwanza linasema, kwanza kwenye Kiyunani neno mwiba lilikuwa linatambulika kama skolops. Skolops lilikuwa linamaanisha maumivu ya kudumu au mateso ya mwili. Hilo neno la Kiyahudi mwiba lilikuwa linamaanisha maumivu ya kudumu au mateso ya mwili. Yesu atusaidie sana. Sasa kundi la kwanza linasema hivi, Paulo huu mwiba anaozungumza haukuwa mwiba, ulikuwa ni ugonjwa wa mwili au ni shida ya kiafya. Na jambo hili lina uthibitisho wa kimaandishi. Na ndio maana mimi naweza nikasema hili ndio alikuwa jambo Paulo anapitia. Paulo alikuwa mgonjwa. Na wanasema Paulo alikuwa mgonjwa, alikuwa na shida ya macho. Ngoja nikupeleke kwenye maandiko. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 13 hadi wa 15. Anasema hivi Paulo: lakini mwajua ya kuwa na aliwahubiri Injili mara ya kwanza kwa sababu ya udhaifu wa mwili. Mara ya kwanza kwa sababu gani? Udhaifu wa mwili. Umeona anachosema? Pili, najaribu lililowapata katika mwili wangu hamkulidharau wala kulikataa, bali mlinipokea kama malaika wa Mungu, kama Kristo Yesu. Mstari wa 15. Kuwa wapi basi kule kujiita heri? Maana na washuhudu kwamba kama mngaliweza mngaling'oa macho yenu mkanipa mimi. Umesikia hapa? Alikuwa kwenye udhaifu wa mwili, afu mwisho siku anasema mngeng'oa macho ya kwenu mkanipa nini? Mimi. Maana yake macho yake bwana alikuwa na shida. Kwa hiyo kundi hili ambalo nasema Paulo alikuwa na afya ya mwili ndio kundi sahihi. Yesu atusaidie sana. Mwiba anaosema Paulo hapa ni afya ya mwili kwa mujibu wa maandiko haya. Sasa kundi la pili ambalo na lenyewe tujifunze tupate wao wanasema nini? Wanasema hivi, mwiba ni mateso ya upinzani wa watu wale waliokuwa na mpinga Paulo. Na kundi hili linasimamia ule mstari wa Hesabu 33:55. Linasema hivi, Mungu aliwaambia hivi, wakiingia Kanaani wawaondoe wale wenyeji wa nchi. Bila hivyo wasipowaondoa, wasipojitenga nao, wale watu watakuwa nini? Watakuwa mwiba. Kwa hiyo kundi hili nasema ule mwiba ni wale watu waliokuwa kinyume na Paulo, wanapinga Injili. Yesu atusaidie sana. Na hili na wafuasi wachache sana. Kundi la tatu, nadharia ya tatu nasema mwiba ni jaribu la kiroho au maumivu ya ndani. Yaani jaribu la kiroho, upinzani dhidi ya shetani. Hawa wanasimamia ule mstari wa 7
anasema nalipewa mwiba mjumbe wa shetani. Yesu atusaidie sana. Lakini hawaelezi huyu shetani amefanya nini. Bwana atusaidie sana. Sasa hizi ni nadharia zinazoeleza ule mwiba wa Paulo ulikuwa unamaanisha nini. Lakini mimi kwa mtazamo wangu, mwiba wa Paulo ulikuwa ni udhaifu, afya. Sasa swali langu, unaweza ukaelewa Paulo alikuwa na upako mpaka mbinguni ameenda, lakini aliporudi duniani bado Paulo alikuwa mgonjwa. Paulo alikuwa na upako kwa kiwango ambacho aliwahi kuhubiri usiku kucha. Yaani mahubiri ya usiku kucha. Hebu pata picha. Kama nikihubiri hapa dakika 20, 30, 40 kuna mtu ameanza kulala. Paulo alikuwa anahubiri usiku kucha. Kwanza ujiulize alikuwa anahubiri nini? Mafunuo aliyokuwa nayo yalikuwa ya ajabu sana. Akiwa anahubiri, mtu alianguka kutoka gorofani, akafa, akaanguka chini, akafa. Biblia haielezi alifanyaje, alivunjika mguu, alivunjika mkono, alipiga kichwa kikapasuka. Biblia haisemi. Lakini jamaa ameshuka, alipofika akamuokota. Alafu alipomuokota akamuinua, akamuombea. Alafu akafufuka. Alipofufuka akaenda naye juu, akamkalisha kwenye kiti. Alafu akaendelea kuhubiri. Huyu mtu ni wa kawaida. Ana upako sio wa kawaida. Ila cha ajabu, upako wake unawafaa wengine, ila kwenye eneo lake haumfai. Mapito ambayo lazima apite. Yesu atusaidie sana. Jamani, haleluya. Sasa unaona, Mungu anamwambia baada ya maombi mengi, anamuuliza Mungu, kulikoni? Mbona naombea wenzangu wanapona? Umewahi kuona mtu ni mwanafunzi mzuri, ana akili darasani, anawasaidia wenzake maswali, alafu siku ya mtihani wenzake wamefaulu, wamefeli? Watu wa Mungu, mnanielewa? Umewahi kusikia mchungaji anaombea wengine wanapona, ila yeye ana shida anatembea nayo? Sasa swala la kujiuliza, huu upako wa kuponya wengine, mbona yeye haumponyi? Kuna mapito ambayo sio dhambi, sio shida, lakini Mungu anayeruhusu katikati ya hayo mapito kuna kusudi lake kwenye maisha yetu. Na lazima tupite hapo ili kusudi la Bwana liweze kutimia katika maisha yetu. Jamani, haleluya. Sasa nataka tujifunze mambo kadhaa. Jambo la kwanza, nyakati ngumu ni shule na mafunzo kwa watu wa Mungu. Mapito ambayo Mungu anayeruhusu ni shule na ni mafunzo kwa watu wa Mungu. Jamani, Yesu atusaidie sana. Wapendwa, mimi naamini hata tukienda vyuo vya Biblia hatusomi yote. Hata tukijazwa Roho Mtakatifu hatupewi yote. Lakini kadiri unavyotembea na Mungu, kuna maarifa yanaongezeka. Kuna maarifa hayapo shule, kuna maarifa hayapo darasani, kuna maarifa hayako kwenye vyeti, kuna maarifa hayako kwenye umri, kuna maarifa yako kwenye mapito ambayo Bwana lazima akupitishe. Na ukitoka pale umemwona Bwana na umemthibitisha Bwana na viwango vyako vimeongezeka. Jamani, Yesu atusaidie. Mapito ya Bwana hayahitaji A wala B wala C. Yanahitaji daraja la Bwana. Yanahitaji kikombe cha Bwana ambacho ni lazima ukinywe. Lazima upite hapo. Ukikwepa hapo, umefeli mtihani. Na uzuri, Mungu anasema hata tuacha tujaribiwe kupita kiasi. Maana yake kila jaribu ambalo Mungu ameliruhusu lije kwako, ameona amekupima. Umeingia kwenye mizani, akaona hili unaliweza, ni saizi yako. Na bado anasema hata tuacha tujaribiwe kupita kiasi, pamoja na yote atafanya mlango wa kutokea. Kazi yetu sisi ni kumuuliza Bwana, kwa nini tunapita hapa? Kwa nini jambo hili? Na Bwana atajifunua mwenyewe. Jamani, Yesu asifiwe. Sasa jaribu hili lilikuwa linamfundisha Paulo awe mnyenyekevu, aondoe kiburi,
aondoe majivuno kwenye maisha yake. Licha ya kwamba amekuwa mtume asiyetembea, ambaye hajatembea na Yesu, lakini ana mafunuo kuliko aliyotembea na Yesu. Amefanya kazi kubwa kwa mataifa kuliko wao, lakini kwa kiwango hicho bado aendelee kushuka, bado aendelee kunyenyekea. Anapotaka kujiinua, ile jambo linamwambia hapana, bado unamwiba kwenye mwili wako. Hata wale ni bora kuliko wewe, maana upako wao uliwaponya. Jamani, haleluya. Nisikilize vizuri. Kuna wakati Mungu akitubariki sana, tunasahau nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu. Jamani, haleluya. Hivi, na hii ndio sababu watu wengi waliofanikiwa sana hawapendi mambo ya Mungu. Kwa sababu kuna vitu Mungu akikupa, bila kukupitisha mahali, unasahau kama kuna Mungu. Na ndio maana Daudi anasema, hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, lakini sisi tutalitaja jina la Mungu aliye hai. Hilo jina amelipata wapi? Alipopita mahali pabaya, alipopita mahali anakutana na Goliathi, aliuona mkono wa Bwana kwenye maisha yake. Alipokuwa kule machungani ana kondoo, dubu walikuja, simba walikuja, lakini aliuona mkono wa Bwana kwenye maisha yake. Na hiyo ndio sababu anasema wanataja magari, wanataja farasi, lakini nitalitaja jina la Bwana aliye hai. Jamani, haleluya. Kuna majira lazima upite na umwelewe Mungu. Kuna mahali Mungu asipokupitisha, kuna watu utaelewa umuhimu wao. Kuna mahali usipopita, kuna vitu utaelewa umuhimu wake. Kuna mtu unaweza ukamdharau leo na ukaona hutakao muhitaji. Kuna siku unaweza ukapita mahali, yule mtu akawa huyo tu ndio daraja. Sijui kama unanielewa. Kuna vitu yamkini umevidharau kabisa. Mimi sio wa namna hii, ila kuna siku Mungu ataruhusu upite mahali ili uelewe hata kile kilichokuwa kidogo kilikuwa na umuhimu. Ukitaka kuelewa, hichi kidole si unakiona? Hiki. Unaweza ukajiuliza hiki ni cha nini? Hiki. Ila mimi nakuambia hivi. Wangapi mnakitumiaga kusafisha masikio? Hiki. Yaani hiki unachokidharau, sikio likichafuka hutumii hichi, unatumia hiki, afu kinafanya kazi nzuri sana. Unanielewa? Kuna vitu mpaka upite mahali ndo utaelewa. Hivi unajua hizi nyusi hizi Mungu ameweka canopy hizi zinakusaidia mvua ikinyesha, inyeshavyo kakae pale nje, maji hayaingii kwenye macho. Unanielewa ninachosema? Kuna mahali, na siku ukitaka kuelewa nywele ni za muhimu, ngoja siku utembee juani afu na kipara. Kuna mahali lazima upite ili Mungu akufundishe kuthamini vitu vinyonge ulivyokuwa umevidharau. Paulo alipitishwa pale ili akiwaona wengine asijivune kwa wingi wa mafunuo alionayo, kwa uwezo na neema kubwa ambayo Mungu alimpa. Na ukitaka kujua hili jambo, unakumbuka Paulo alimkataa Marko kwa sababu ya uoga wake. Marko alifika mahali vita ilivyokuwa kubwa akala kona. Ikafika mahali Paulo akasema, Marko hatuwezi kwenda naye. Apolo akasema huyu lazima tuende naye. Akasema hapana, huyu alitukimbia kwenye injili, hatuendi naye na wala simuhitaji. Apolo akasema huyu lazima tuende. Akasema sasa ni hivi, shika njia yako na shike njia yangu. Huyu mtu alikuwa wa kawaida. Alafu baadaye unaona Apolo anaenda naye, anamtengeneza Marko. Kule mbele kabisa anatuma waraka, nafikiri kwa Efeso, anasema uje na Marko. Amefaa. Mungu anafundisha unyenyekevu kwamba sio Mungu akutumia wewe ndio wewe basi, hakuna namna nyingine. Hapana. Bwana aliyekubariki wewe ndiye aliyenyima na wale. Kwa hiyo hauna haja ya kuwadharau. Mheshimu kila mmoja. Heshimu baraka ya mwingine. Heshimu kipawa cha mwingine. Heshimu neema ya mwingine. Ina jambo la kufanya kwenye maisha yako. Ina jambo la kufanya kwenye maisha yako. Hakuna mtu wa kudharauliwa. Kila kitu kimefanywa kwa kusudi kamili la Bwana. Haleluya. Paulo alikuwa anafundisha unyenyekevu. Jambo la pili, nyakati ngumu ni nyakati za kumkaribia Mungu. Jamani, haleluya. Unajua, nimesema hivi, kila mtu lazima apite.
Ukichukua mfano wa darasani, unajua mwanafunzi asipofaulu mtihani hapandishwi darasa. Zamani ilikuwa ukifika la 4, usipofaulu unarudia. Zamani unaweza kukuta mtu ameota na ndevu darasani. Yuko darasa la 4 kila mwaka anarudia. Jamani, Bwana asifiwe. Kila mwaka anarudia. Wakaitoa la 4 wakafika form 2. Kila mwaka jamaa wanarudia. Wengine wanafika mahali wanasema, kwani maisha ni shule tu? Anaamua kurudi nyumbani. Nyakati ngumu zinakufanya umkaribie Mungu. Maana maandiko yanasema hata waacha mjaribiwe kupita nini? Halafu yeye ndio anayefungua mlango. Sio wewe unafungua mlango. Kwenye hizo nyakati ngumu, kwa nini tumkaribia yeye? Yeye ndiye anayefungua mlango. Ukisoma andiko hilo mstari ule wa 7 na wa 8, anasema kwa sababu ya jambo hilo, kwa sababu ya huo mwiba, nilimuomba Mungu mara ngapi? Mara 3. Ili jambo hilo linitoke. Alafu Mungu akafanyaje? Akasema neema yangu ya kutosha. Kwa sababu gani? Kwenye huu udhaifu ulionao, hapo mimi ndio ninapopitia kufanya wewe uonekane ulivyo Paulo. Unaonekana namna ulivyo, una neema kubwa, kwa sababu hii neema inasababishwa na udhaifu ulionao. Kuanzia pale tunamwona Paulo anaenda mstari ule wa 10. Anasema hivi, mimi nitajisifia udhaifu nilionao. Napendezwa na misiba, napendezwa na adha, napendezwa na hayo yote. Kwa nini? Hayo ndio yalionipa heshima. Hayo ndio yanamdhihirisha Mungu. Hayo ndio yanaachilia uwezo wa Mungu kwenye maisha yangu. Jamani, haleluya. Lakini asingekuwa muombaji, Mungu mwenyewe ameniacha. Namtumikia Mungu. Inakuwaje nimtumikie Mungu asiyenibariki? Inakuwaje naenda kanisani kila siku lakini siponi? Kuna watu wanaweza kuacha kanisa kabisa. Ukienda ukimuuliza mpendwa, mbona siku hizi hauji kanisani? Anasema mpendwa, mapito, mwenzenu unapita. Ukipita usimkimbie Mungu, ukipita unamkimbilia Bwana anayefungua mlango kwenye maisha yako. Yesu atusaidie sana. Na ngoja nikwambie, kupita haimaanishi kwamba hauko kwenye kusudi la Mungu. Naomba tuelewane wa Tanzania. Nasema hivi, kupita haimaanishi kwamba haupo kwenye kusudi la Mungu. Na bahati nzuri, Mungu hata akisema na wewe ufanye jambo fulani, hakuambiagi yote mpaka mwisho. Ndio maana unakuta anamtokea Ibrahim, anamwambia toka kwenye nchi ya jamaa zako. Hampi mtaji, hamuonyeshi njia anayoiendea. Kwa nini Mungu anafanya hivyo? Anataka maisha yako kila siku wewe unaomba. Akifanya hivi, kesho unaomba tena kwa yale ya tu inayofuata. Ukikutana hili unaomba tena. Sio kama majaribu yataisha. Ili udumu kumuomba Mungu hatua kwa hatua. Utagundua kina Nehemia wanatoka utumwani. Nehemia anapewa kazi ya kwenda kujenga Yerusalemu. Hamna mtaji. Mungu anaangalia utii. Akishatii, Mungu anafungua milango. Anaenda anakutana na vita, Mungu anampa ujasiri, anampa namna ya kushinda. Musa anaambiwa peleka hao watu Misri. Haambiwi kuna bahari. Haambiwi kuna njaa. Haambiwi kuna kiu. Haambiwi hawa watu mbele watatengeneza ndama warudi Misri. Kwa hiyo yale unayoyapitia haimaanishi kwamba umetoka nje ya kusudi la Mungu. Unaweza ukabaki kwenye kusudi la Mungu, lakini na bado ukapita. Mungu anataka ukipita unakumbuka kwamba Mungu ni baba yako. Mungu anataka ukipita unakumbuka kwamba Mungu ndiye anayekusaidia. Mungu anataka ukipita unaelewa kwamba msaada wako unatoka kwa Mungu. Kwa sababu hiyo, kila hatua na kila gumu unalokutana nalo, badala ya kumkimbia Mungu, mkimbilie Mungu ili afanye jambo na mlango wa kutokea katika maisha yako. Nisikie unampigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele kama unanielewa. Nyakati ngumu sio za kumkimbia Mungu. Nyakati ngumu ni za kumkimbilia Mungu. Mithali 24:10 anasema ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Nguvu zinazozungumzwa hapa sio za ugali. Siku ya taabu, siku ya mapito. Ukiona umezimia siku ya mapito yako, nguvu zako ni chache. Na hii ndio maana unaona Musa alipofika kwenye bahari ya Shamu. Hii ni bahari wa Misri. Israeli nguvu zao chache. Walisemaje? Mzee, umetuleta tufia hapa. Musa nguvu zake ni nyingi, anasema baba, tunavukaje?
Anasema nina fimbo, weka hapa maji yagawanyike, yakagawanyika. Unapopita kwenye nyakati ngumu unafanya nini? Na wakati unapoomba, kile Mungu anachokujibu kinakufanya kupuuza mapito na kuona mpenyo wa kesho. Na ndio maana watu waombaji sio walalamikaji. Watu walalamikaji sio waombaji. Hujanielewa vizuri. Nasema hivi, nyakati ngumu ni nyakati za kumkimbilia Mungu. Wale waombaji wanapomkimbilia Mungu, kuna wakati Mungu anasema cha kutia moyo. Kuna wakati Mungu anasema jambo la kukutoa mahali. Kuna wakati Mungu anakutia nguvu, niko pamoja na wewe. Jamani, Yesu atusaidie sana. Sasa akishakutia nguvu, niko pamoja na wewe, ukirudi hata kama kuna jambo limesimama kama mlima kwenye maisha yako, unapoona ile nipo pamoja na wewe imesema na wewe, inakutia nguvu na kudharau ile hali unayopitia, inakuona unaenda mbele, unapiga hatua. Hicho ndicho kinachowasaidia watu waombaji. Lakini kinachowaroga watu ambao sio waombaji, wanabaki na malalamiko, wanabaki na manunguniko, wanabaki na kuona Mungu amewaacha, wanabaki na kuona wana bahati mbaya, wanabaki kuona kwa nini walizaliwa duniani, wanaona bora wangekufa. Hapana, sio bora umekufa. Unatakiwa kumkaribia Mungu mwenye hatima ya maisha yako. Maisha yako yako kwa watu unaowalalamikia. Maisha yako yako kwa mtu aliyekuleta duniani, yani mzazi. Maisha yako yako kwa Mungu aliyeruhusu umekuja duniani. Jamani, Yesu atusaidie sana. Maombi nyakati zote ndio njia na mlango wa kutokea. Jamani, Yesu atusaidie. Jambo la tatu ambalo tuliangalia hapo kwa haraka, nyakati ngumu zinatufundisha kwamba sisi ni wapitaji hapa duniani. Yesu atusaidie sana. Maombi nyakati ngumu zinatufundisha au zinamfundisha mwanadamu kwamba yeye ni mpitaji na tegemeo lake ni Mungu. Jamani, Yesu atusaidie. Niwekea hapo andiko hili la Ayubu sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Nyakati ngumu ziko kufundisha mwanadamu kwamba yeye ni mpitaji na tegemeo lake ni Mungu. Jamani, Yesu atusaidie sana. Watumishi wa Mungu, hapa duniani wote tunapita. Hapa duniani wote tunafanya nini? Hakuna mtu atakayekaa hapa milele. Na kwa sababu hiyo hatupaswi kuendeshwa na mambo ya hapa duniani, kukatishwa tamaa na mambo tunayoona hapa duniani. Tunapaswa kuliangalia tumaini letu ambalo liko mbinguni. Mstari wa 9 anasema hivi, ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Mstari wa 10, lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema mikononi mwa Mungu nasi tusipate na mabaya? Katika mambo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Jamani, Yesu atusaidie sana. Huyu mama alifikiri kwamba maisha ni hapa duniani. Kama amekosa kuwa na afya, basi bora afanye nini? Aende. Na ndicho ambacho kinafanya watu wengi sana. Anafika mahali anakata tamaa. Anafika mahali anasema, mchungaji bora nife. Naona siwezi kuishi tena. Naona sioni tumaini tena. Lakini Mungu anataka tumtizame yeye. Alafu Ayubu hakufanya dhambi. Ayubu alikuwa anatubu mpaka dhambi za watoto wake. Lakini Mungu amejisifia tu, unamwona mtumishi wangu Ayubu. Alafu akamruhusu mwenyewe aende, shetani aende akamguse Ayubu. Lakini angalia, Ayubu anaonyesha, ukisoma maandiko ya mbele anasema, hata bila kuwa na mwili wangu nitamuona Bwana. Maana yake anaonyesha hivi vya hapa duniani sio tatizo. Yaani nikipata hapa sawa na nikikosa hapa sawa, lakini tumaini langu ni kumuona Bwana aliye mbinguni. Wapendwa, tusione kukosa fedha tumekosa maisha. Tusione tukiwa wagonjwa tumekosa maisha. Tusione tukikosa watoto tumekosa maisha. Tusione tukikosa ndoa tumekosa maisha. Tunamhitaji Mungu kwenye maisha yetu kuliko hivyo vitu. Mungu ni wa muhimu kuliko vitu. Maisha yetu ya hapa duniani tunapita, vitu visitutenge na Mungu. Jamani, Yesu atusaidie. Mambo tulionayo na tunayoona hapa duniani yasitutenge na Mungu wetu aliye hai. Jamani, Yesu atusaidie. Ayubu alikataa kumwasi Mungu
kwa sababu ya vitu, kwa sababu ya afya. Na unajua, ukisoma juu unaweza ukamdharau Ayubu, na unaweza ukamhukumu Ayubu, unaweza ukamhukumu mke wa Ayubu. Lakini wewe pata picha, Biblia haisemi Ayubu aliugua kwa muda gani. Alafu pata picha, mtu ana majipu mwili mzima. Maana yake kama mama yuko pale, asubuhi abadilishe nguo akafue, abadilishe mashuka. Huna muda wa kwenda kumwangalia mtu, una muda wa kukaa pale kumwangalia mtu, ni wa kuinua ni wa kulaza. Jamani, Yesu atusaidie sana. Ndio maana sio kila mapito ni marahisi. Jambo la 4. Nyakati ngumu zipo kuthibitisha ukuu wa Mungu. Nyakati ngumu kwenye maisha. Watu wa IT Mike mmeiminya mno. Nyakati ngumu zipo kuthibitisha ukuu wa Mungu. Jamani, Yesu atusaidie sana. Nyakati ngumu zipo kuthibitisha ukuu wa nani jamani? Wa Mungu. Nisikiliza vizuri. Mwiba ulikuwa ulinzi kwa Sauli au kwa Paulo dhidi ya kiburi. Yaani Mungu aliweka pale mwiba ili Paulo asijivune. Mungu abakie na utukufu peke yake kwa sababu ya udhaifu ambao Paulo alikuwa nao. Yesu atusaidie sana. Na ndio maana mapito ambayo tunayapitia, mambo ambayo tunakutana nayo, hatupasi kuyadharau. Ni kwa sababu bahari ya Shamu ilikuwepo, ndio tulielewa, tunajifunza mpaka leo kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kugawanya bahari ya Shamu. Jamani, haleluya. Ni kwa sababu mana ilishuka, njaa ilikuwepo, ndipo tumeelewa kuna chakula kinachotoka mbinguni kinaitwa mana. Ni kwa sababu wagonjwa wapo, ndio maana tunaelewa ya kwamba Mungu ni mponyaji na jina lake anaitwa Jehova Rafa. Kwa hiyo sio kila jambo limekuja kukuua. Nisikilize vizuri. Chochote kisichokuua kimekuja kukuimarisha. Kuja nisikia vizuri. Nasema hivi, chochote ambacho hakikui, hakiondoi uhai wako, kipo na Mungu yupo na hujatenda dhambi, kimekuja kukutengeneza, kimekuja kukuboresha, kimekuja kuimarisha uwe bora zaidi kuliko jana na ufae zaidi kuliko jana. Haleluya. Nyakati ngumu zinakuja kukuimarisha na kukutengeneza. Jambo la mwisho, mapito yanatuandaa kwa ajili ya mambo makubwa. Yesu atusaidie sana. Mungu hajawahi kumtumia mtu ambaye hajamuandaa. Na maandalizi ya Mungu sio marahisi. Soma kwenye Biblia yako maeneo mengi utaona. Kila ambaye Mungu alitaka kumtumia alimuandaa. Na maandalizi ya Mungu sio mepesi. Sijui ni nani ambaye unamfahamu maandalizi yake yalikuwa marahisi. Hata Yesu alipokuja ilibidi aje katika mwili. Ilibidi akae miaka 30 kama mwanadamu ili afae kutumiwa na Mungu. Yohana Mbatizaji alipokuja ilibidi akae nyikani, chakula chake ni nzige na asali na kufunga, ili afae alete ujumbe wa Bwana. Yoyote anayetaka kwenda mbali na Mungu lazima apite mahali na Mungu kwanza ili Mungu amtengeneze. Kila unayemuona kwenye Biblia ana jina, kuna mahali amepita na Mungu. Kuna mtihani amepita na akaushinda. Na ndio unakuta mambo makubwa yanatamkwa kwenye maisha yake. Usilie kwa sababu ya hayo unayoyapitia. Usiumie kwa sababu ya hayo unayoyaona. Bado Yesu angalipo. Bado ana uwezo. Kuna watu kadhaa nataka tuangalie ninapohitimisha ujumbe wangu. Unaweza ukaona kwa mtu mfano wa Raheli. Huyu ni mke wa kwanza wa Yakobo ambaye alimtaka. Lakini Raheli alipotaka kuolewa, wamechumbiwa, Yakobo akalipa mahari ya kutumika miaka 7. Miaka 7 ilipofika,
akabadilishiwa, hakupewa Raheli, alipewa nani? Lea. Asubuhi nikasema wangekuwa mabinti wa sasa wangesema, mchungaji niombee. Mimi nina roho ya kukataliwa. Hana roho ya kukataliwa, ila alikuwa mbeba kusudi kubwa la Bwana. Sio tu hicho, akasema mwanaume sio shida, nitatumika tena nimpate niliyempenda. Akatumika tena, akapewa miaka 7 tena, miaka 14 anatafuta mke. Baada ya miaka 14 anampata. Alipompata akapigwa utasa. Mwenzake akazaa mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto mpaka 7. Raheli hana mtoto hata mmoja. Angekuwa ameumia kwa kiwango gani binti wa sasa? Na yamkini hata hiyo ndoa angekuwa ameshaacha. Lakini baada ya pale tunaona Mungu anakuja kulifungua tumbo la Raheli. Anapata mtoto, anaitwa Yusufu, anafanyika baraka, anaenda kuwasaidia ndugu zake, anauzwa utumwani, anaenda anapelekwa gerezani, anatoka na kuwa waziri mkuu. Na kutokea pale anakuja kusaidia ndugu zake wote waliokuwa wametangulia. Hakuna cha mkubwa wala cha mdogo, alikuwa ametangulia mbele. Na yule mama hajivuni ya kwamba mlinizarau, lakini leo mtoto wangu anawasaidia. Alisema hapana, Yesu aliyekuwa pamoja na mimi, aliyeniwezesha, aliyenipa mtoto, aliandaa kwa ajili ya kizazi hiki. Haitakuwa faida kwangu, sitajisifia chochote. Anabeba hatima ya uzao kutoka kwa mama aliyekataliwa, aliyepita kwenye mateso. Mapito ya mwanadamu yamelibeba kusudi kubwa la Bwana katika maisha yake. Jamani, haleluya. Angekuwa hajaandaliwa, yangeanza yale mambo ya ukewenza. Ungesema kwanza uliringa sana ulipokuwa na watoto, wameenda wapi sasa? Wamekusaidia nini? Angalia, mimi nina watoto wachache tena wauzeni, lakini naweza nikaenda nchi nyingine, naweza nikaishi kwa waziri mkuu. Mtoto wako ni nani? Unyenyekevu. Miaka yote 14 na ile miaka mingine ambayo aliongezewa ya kufungwa tumbo, Bwana alikuwa anatengeneza, alikuwa anafinyanga, alikuwa anatengeneza mtu anayemtaka. Hata majira haya kuna mtu ambaye amekata tamaa, kuna mtu ambaye amechoka, kuna mtu ambaye hana tumaini tena, lakini nasema Bwana yuko kwenye matengenezo. Yeye yuko kwenye matengenezo. Haangalii kama wanadamu angaliavyo, haangalii kama watu wanavyoangalia, hatazami wengine, anaangalia mpango wake kwa kila aliyemuumba. Hivyo ndivyo Bwana alivyo. Kila mtu ana kusudi lake chini ya jua, na kila kusudi lina mapito yako. Acha kuangalia wengine, muangalie Bwana aliyekuumba. Liangalie kusudi lake, liangalie maisha yako, halafu geuka kwake, mwambie Baba, sina mwingine, ni wewe unayejua haya. Uliyenileta duniani ni wewe Baba, sina mwingine. Nataka nikwambie, ataachilia neema ya ajabu kwenye maisha yako, hata kama umekata tamaa kwa kiwango gani. Lakini nasema ni Bwana anayefanya kazi jangwani, ni Bwana anayefanya njia mahali pasipokuwa na njia, kwa jina la Yesu aliye hai. Unapita mahali gani? Umekata tamaa kwa kiwango gani? Unawatazama wanadamu, unajua wamebeba nini kwenye maisha yao? Kwa nini unafikiri kama wao? Kwa nini unatazama kama wao? Mungu ana kusudi jema kwa kila mtu aliyemweka chini ya jua. Mahali pa mapito ni lazima upite, lakini lazima Mungu atimize alichokikusudia kwenye maisha yako. Funika macho yako pale ulipo, inamisha tu kichwa chako, ukiwa unamtafakari Mungu. Kwa nini moyo wako umeinama kwa kiwango hiki? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini umechoka? Umeona kama Mungu hawezi? Umeona wengine ukawatazama, wewe sio kama wao. Kosa karamashina mataya bataya, wewe sio kama wao. Mungu wako ni tofauti.
Hezekia akaenda mbele za Bwana akasema, Bwana, ni kweli amepiga mfalme wa Ashuru, amepiga mataifa mbalimbali, lakini Mungu wao sio Mungu wangu. Rudisha tumaini lako kwa Bwana. Rudisha tumaini lako kwa Bwana. Kuna watu unaowatazama ukafikiri wamefanikiwa sana, wewe hujafanikiwa, lakini nataka nikwambie, Mungu haangalii kama wanadamu waangaliavyo. Mungu ana mpango mzuri na maisha ya kila mmoja wetu. Mungu ana mpango mzuri. Hata kama moyo wako unavuja damu, hata kama moyo wako umeinama, hata kama moyo wako umekata tamaa, bado anasema, ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo mema, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kuna mtu umekata tamaa, kwa maneno ya kinywa chako sema na Mungu wako. Bado Mungu ana uweza, bado Mungu ana nguvu, bado Mungu anatosha. Zama kwenye kilindi cha moyo wako, unapita mahali gani na unapita kipindi gani, afu unajionaje? Mungu hatazami kama wanadamu wanavyotazama. Mungu wetu ni Mungu anayefanya mambo makubwa ya ajabu mno, kuliko tu yawazayo, kuliko tu yanenayo. Mungu aliyetembea na Hana, aliyekuwa amedharauliwa akampa mtoto akaitwa Samueli. Mungu wetu bado yupo hata sasa. Anayaona mapito yako.